Tunamalizia na Mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo. Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima atakuwa mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi hii na mimi niliyopata kwa ajili ya kuchangia bajeti hii kubwa kabisa ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa miradi mingi sana ambayo sitaitaja hapa ambayo imekuja Moshi mjini. Ninachoweza kusema tu ni kwamba Mheshimiwa Rais kwa Moshi mjini sisi hatumdai. Hata kwenye bajeti hii ninachoomba ni ile ya kujazia juu ya keki, wanasema icing, lakini ambavyo vimeshakuja kule vinatosha kabisa kufanyia kazi, na Mungu ambariki, ampe afya ili tufikie Oktoba na tuweze kumwendoza kwa kura nyingi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze mawaziri na watendaji wote. Nipende tu kusema wengi wametaja timu nyingi, lakini hiyo timu yao hapo ninavyoiona ni kama timu ya Barcelona vipindi viwili tofauti. Kipindi alipokuwepo Messi, Neymar na Suarez, na kipindi hiki ambacho yuko Lamine Yamal, Rafinha pamoja na Lewandowski. Kwa hiyo niwapongeze sana Mheshimiwa Waziri na naibu waziri wote wawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kwa jambo la ushauri. Nianzie kule tulikotoka kwenye upungufu wa watumishi haswa kwenye kada mbalimbali. Ninayo maoni hapa ambayo najua yanaweza kusaidia. Upungufu wa watumishi, kwa mfano nichukulie kada ya watendaji wa mtaa na wakata. Jambo la kwanza ambalo ninaliona mimi, kwa sababu nilishawahi kufanya nao kikao, ni swala la mshahara. Mtu mwenye diploma ambaye ameajiriwa kama mtendaji wa mtaa, mshahara wake ni karibu nusu ya mtu mwenye diploma aliyeajiriwa kwenye kada nyingine. Kwa mfano pale uvuvi, walinipa mfano, unakuta mtu anaanza na 480 kule mtu anaanza na 700 mpaka 900. Kwa nini sasa kunakuwa na upungufu kila mara kwetu kwenye kada zote TAMISEMI? Kwa sababu mishahara iko chini. Watu wanaomba kule, hata kama ana vyeti vingi, unakuta ana masters lakini anaomba kwa kutumia hiki cha diploma ili aingie apate check number. Akishaingia pale anapambana kutafuta maeneo mengine ya kuhamia. Kwa hiyo wenzetu wa utumishi wakiweza kufanya msawazo kwamba mishahara ya kuanzia kama ni diploma waanzie na serikali kiwe kiasi ni hiki kwa wote, hilo kwanza litaanza kupunguza upungufu kule kwenye maeneo yetu haswa kwenye TAMISEMI. Lakini kwa mfano watendaji wa mitaa na watendaji wa kata walikuwa na maombi specific. Nimeona huku mmeongelea masuala ya nyumba zao. Wao wamesema angalau pikipiki kama usafiri wa kuwasaidia kuzunguka kwenye ile mitaa, kwenye vijiji na kwenye kata kama walivyofanyiwa wale wa Wizara ya Kilimo. Lakini eneo lingine ambalo nimeona linaweza kusaidia ni kuona namna ambavyo baada ya muda wale walianzia kwenye kada hiyo wanapata promotion, ikiwepo ni pamoja na teuzi mbalimbali. Kwa hiyo yule mtu anaweza akaamua abaki, lakini asubiri kwamba kuna neema hapo juu. Lakini anapobaki alafu haoni kuna neema, wanakuwa wanaendelea kuomba maeneo mengine, na unajua siku hizo watu wanajisomesha, akipata eneo lingine anaondoka. Kwa hiyo kule tunaendelea kubaki na upungufu. La mwisho ambalo nilikuwa nafikiria haswa yale maeneo ya kijijini ambayo watu wamekuwa wakihama sana. Tulikutana nalo kwenye laki, tulitoa ushauri. Sasa hivi Tanzania nzima ina wasomi. Yale maeneo yenye shida sana, watu wanahama sana kwa sababu kuko nyuma kidogo. Tuangalie namna ya kuajiri wenyeji wa kule, kwa sababu sasa hivi watu wenye diploma degree sasa hivi Tanzania nzima wapo. Inaweza kupunguza ile morali ya kutaka kutoka hapo kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ameajiriwa eneo la nyumbani na cost yake ya maisha inaweza ikawa ni ndogo. Kwa hiyo nimeona kwa watumishi nianze na hilo. Kwa hiyo linaweza kutusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muombe waziri. Sisi tuna hospitali ya wilaya, nimshukuru sana Mama Samia, niwashukuru wizara wanaendelea kutupa fedha, lakini tofauti yetu na maeneo mengine yote Tanzania, hospitali yetu ya wilaya hatakuwa na eneo. Tumelijenga eneo la eka 6, kwa hiyo tumejenga kwa gorofa. Mkitupa portion ile kwa mwaka, kazi ambayo unakuta sisi tumefanya kwa hela ambayo wenzetu watakuwa wameenda mbali, sisi inakuwa kazi kidogo. Kwa hiyo tunaomba ile lump sum ya kuja kwa kila mwaka watuongezee, au ikiwezekana watu wamishie kabisa hazina, tulipwe kwa certificate, tutasaidia sana.
Mheshimiwa mwenyekiti, nimuombe sana Mheshimiwa Waziri. Tumesha kwenda wizarani pale, mimi, mstahiki meya, mkurugenzi, afisa mipango wetu, tumekutana na cheo na nilishawahi kumfuata yeye binafsi zaidi ya mara moja na naibu waziri. Stendi ya Ngagamfumuni, wale CRJE, imekwama kwa muda mrefu. Wale CRJE wana kazi nyingine maeneo mengine. Mkiwapa commitment, na kwa sababu Wizara ya Fedha imeshakubali kulipa, watarudi site. Lile ni eneo letu la muhimu, serikali imeshaingiza bilioni 7 na ni chanzo cha mapato. Tunaomba sana mliangalie ili tuweze jump start limalizike. Eneo lingine, Mheshimiwa mwenyekiti, waziri, kipindi ambacho tuliungua soko la Mbuyuni, nilimfuata tukiwa hapa kwa sababu niliungua tukiwa hapa. Nikamuomba atusaidie fedha kwa ajili ya kwenda jenga upya lile soko. Akaniahidi kwamba atanipa. Lakini tuliporudi kule, mkurugenzi, mstahiki meya pamoja na madiwani tukajibana. Tukatafuta hela pale tukalijenga. Sasa kwa sababu tulilijenga kwa hela zile za ndani, ile hela alikuwa atupe, ninamuomba sana atusaidie. Iende kwenye soko la Manyema ambayo ilikuwa ni ahadi ya viongozi wawili wakubwa. Alikuja Mheshimiwa Chongolo, wakamlilia, akasema atakuja kuomba na ameshaleta hayo maombi, lakini alipokuja Nchimbi Moshi pia walimuomba. Sasa huyu Mheshimiwa Nchimbi ni makamu wa rais ajaye na ni mgombea mwenza. Sasa ahadi yake isipotekelezwa itaweza ikatuletea ugumu kidogo. Haitatuzuia kwa chochote. Lakini kama ile hela ambayo ilikuwa utupe kwa ajili ya soko la Mbuyuni tutatupa pale, itatusaidia sana. Lakini option ya pili ambayo inaweza kuomba, kama bado hamjapata fedha, mtupe commitment ya fedha, kwa sababu ilikuwa ni karibu milioni 600, kwamba mtaleta pale ili hela ambayo itajenga vibanda Mbuyuni tukae na halmashauri tuibadilishe iende ijenge Manyema. Vile vibanda, hiyo hela ambayo natupa ije kwenye vibanda, kwa sababu pale Manyema tutakuwa tumefanya kazi kubwa zaidi, kwa sababu wafanyabiashara pale ni kama 1400. Tukijenga vibanda 50 kwa milioni 500, tunaenda kuweka wafanyabiashara 50 tu pamoja, kwamba ni chanzo cha mapato. Kwa hizo option mbili, moja wapo ukiweza kuifanya, mkuu utakuwa umetusaidia sana na soko letu la Manyema litakuwa linafanya vizuri. Asubuhi niliuliza swali kuhusiana na barabara ya YMCA KSMC. Mheshimiwa Rais alipokuja kwenye maadhimisho ya miaka 51 ya hospitali ya KSMC, aliomba barabara 2 na alikubali zote, na barabara moja ilikuwa imeshakamilika. Barabara ya kutoka YMCA kwenda KSMC ilikuwa imetengewa fedha. Yalipotokea mafuriko ya El Nino ikaondolewa. Na barabara ile hatuwezi kujenga kwa mapato ya ndani kwa sababu inajengwa kwa double road na itahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana, kama inawezekana, kwa sababu ni ahadi ya rais, basi tutafutie ile hela ili tuijenge. Na tunasema ni muhimu kwa sababu gani? Kwa sasa hivi barabara ya Moshi Arusha inajengwa kwa double road. Barabara ya kuingia mjini kuanzia YMCA kwenda roundabout ya NBC inajengwa kwa double road. Kwa hiyo kinakuwa kimebaki kipande hicho cha YMCA KSMC, na barabara ile ni muhimu kwa sababu ina taasisi zaidi ya 10. Ina CCP, ina chuo cha ushirika, ina chuo cha Mwenge, ina Uhuru Seminari, ina Old Moshi sekondari, ina hospitali ya Kibosho, ina Kibosho Girls, ina Mweka Wildlife College na kadhalika na kadhalika. Ni barabara ya muhimu sana kwetu sisi Moshi mjini. Lingine ambalo wenzangu wengi wameshalitaja ni vile vituo vya afya. Nilikuwa naomba sana vile vituo vya afya vya kimkakati. Mimi Moshi mjini niliomba kwa ajili ya Kiboroloni na nimeshawaambia na wanasubiri, na Kiboroloni ni eneo lenye watu wengi. Ninaomba sana mlifanyie hima ili tuipate ile kituo cha afya kile Kiboroloni. Lakini upande wa vile vituo vya afya vya mapato ya ndani, naomba mtusaidie vikamilike kwa haraka, kwa sababu sisi tulienda kujenga kule kwenye kata ya Msaranga pale Mandaka. Mheshimiwa mwenyekiti, lipo swala la muda mrefu na nimeona kwenye ukurasa wa 119 kuhusiana na majiji. Sasa nilishaleta maombi haya mara nyingi, na bahati nzuri wakati wa mchakato wa Moshi mjini kupanua mipaka yake na au kuwa jiji, nilikuwa diwani na nimeshiriki. Nilimtumia Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri GN namba 219 ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2016 ambayo ilisainiwa na Mheshimiwa Lukuvi. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumeshamaliza hatua zote. Hatua ile ilisimamishwa. Tunaomba sasa turejeshewe. Mheshimiwa, mimi ninavyoomba hili, Moshi mjini hatuombi kwa ajili ya prestige. Makaburi yamejaa, hatuna mahali pa kuweka makaburi mengine. Madampo yamejaa, tumeenda kununua Moshi vijijini zaidi ya kilomita 16. Hatuna maeneo ya uwekezaji, tuna uhitaji huo sana. Naomba sana Mheshimiwa Mchengerwa, hili la Moshi kuwa jiji na kupanua kwenye ile mipaka ambayo tumeshamaliza hatua zote, utupe baraka tulikamilishe. La mwisho kabisa Mheshimiwa mwenyekiti, ni kuhusiana na ushauri kwa TARURA. TARURA imekuwa very efficient, lakini kuna eneo moja lina changamoto, eneo la kurepea. Sasa unakuta wanatoa tenda ya repair
labda kipindi cha mwanzo wa mwaka mtu anachukua tenda, baadaye unakuta kuna repair ndogo ndogo hawawezi kurepair kwa sababu wanahitaji mpaka watoe tenda. Nilikuwa naomba tutafute mechanism either ya kuwa na mtu ambaye atakuwa ni responsible mwaka mzima au TARURA wawezeshwe kwa vifaa vidogo vidogo ili waweze kufanya hizo Asante sana mheshimiwa. Nashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Priscus Tarimo. Tunamalizia na Mheshimiwa Musa Ramadhan.